Pembezoni mwa barabara ya Massachusetts Avenue, ndani ya jiji la Washington, DC, ndipo ofisi za ubalozi wa Zambia zilikuwepo. Danford Kimbau alikuwa mmoja wa waajiriwa katika ofisi hiyo. Hakuwa na cheo kikubwa, bali utarishi ndio ulimfaa. Kila asubuhi ilimpasa kufuata barua katika kiboksi maalum kilichowekwa barabarani, ambacho kwacho wakazi wa mtaa huo walikitumia. Lakini zaidi ya hapo, alikuwa na kazi ya kutumwa huku na kule, ama kupeleka taarifa zisizotakiwa kutumwa kwa njia inayoweza kufanywa udukuzi, yani zile confidential. Hii ndio hasa ilikuwa kazi yake. Aliaminika sana kwa kuwa hakuwahi kuwa na tatizo la kukosa uaminifu kwenye kazi hiyo. Kimbau, kama lilivyo jina lake, alikuwa mwembamba, mrefu, aliyependa kufuga nywele nyingi. Kiasili alikuwa Mtanzania, japo amezaliwa na kukulia Zambia. Kisha alienda masomoni na kupotelea huko Marekani. Aliajiriwa katika ofisi hizo mara tu alipoomba na kuwasilisha taarifa zake. Taarifa hizo zilipotumwa serikalini nchini Zambia, akaajiriwa na kupewa hiyo kazi. Danford aliifanya kwa uaminifu wote na kujituma. Miaka zaidi ya 10 alihudumu kwenye hiyo ofisi. Miaka 4 ya mwisho alikuwa chini ya usimamizi wa Balozi Dominic Mumbi. Siku moja asubuhi, aliingia ofisini kwake akiwa na lundo la barua za ofisi ambazo alizikusanya huku na kule. Alipozibwaga mezani na kuanza kuzichambua, ipi iende ofisi gani na ipi iende kwa nani, ndipo akakutana na kadi inayomhusu yeye mwenyewe. Ile postikadi ilikuwa na picha ya njiwa anayeruka, huku akiwa kakamata bahasha kwa vidole vya miguu yake. Alipogeuza upande wa pili, kulikuwa na maandishi machache sana, ukiachana na anwani na jina lake. Akaiweka kando kwanza na kumalizia kazi yake. Nusu saa baadaye alikuwa tayari kesha sambaza zile barua, na sasa alikuwa na ratibu zote zinazotakiwa kutoka. Alikuwa amekwisha sahau kama na postikadi inayomhusu. Alipokumbuka, aliinyakua mara moja na kuisogeza mbele yake. Danford Kimbau anakumbuka kuwa mara ya mwisho kuandikiwa kitu kama hicho ni miaka 10 iliyopita, mara tu baada ya kupata ajira ofisini hapo. Aliyeandika hakumjua kabisa, na hii ni vile vile. Postikadi ile haikuwa na jina la mtumaji, lakini mwandiko aliukumbuka vyema. Ni ule ule ulioandika kadi ya kwanza miaka 10 iliyopita. Meet me at Keren Cafe, saa 12 kamili jioni. Hayo ndio maneno pekee yaliyoandikwa kwenye ile kadi. Danford Kimbau akausoma ujumbe huo mara 2. Nani huyu anayetaka kukutana nami, na kwa nini? Akajiuliza na asipate jibu. Akaiweka ile kadi kwenye mkoba wake na kuweka kando ili kuendelea na kazi nyingine. Alichojua tu ni kwamba saa 12 jioni ana miadi na mtu asiyemjua. Hakuogopa wala hakuhofu. Mambo kama hayo alikwisha yazoea. Jioni ya siku hiyo, aliacha nyumba yake ndogo na kuelekea kule alikotakiwa kwenda. Baridi ilimnyanyasa, lakini alipambana nayo kwa kuvaa jaketi zito, mzula na glavu mikononi mwake. Danford, ijapokuwa aliishi Washington, hakuwa anamiliki gari wala usafiri wa aina yoyote ile. Daima alitumia taksi kufika anakotaka, au usafiri wa umma uliozoeleka na wengi. Mgahawa wa Keren ulikuwa pembezoni mwa mtaa wa 18.
na upande wa juu kulikuwa na barabara ya Florida. Kama ungekuwa ndani ya mgahawa huo na kufungua pazia kuchungulia dirishani, basi ungemulikwa na taa za barabarani za kuongozea magari zilizo kwenye makutano ya barabara hizo mbili. Danford alilipa taksi alilopanda na kuufuata ule mgahawa, huku bado kichwani akiwa na maswali kadha wa kadha. Alipoingia tu, upande wa kuume kwake kulikuwa na meza moja iliyobaki kiti kimoja, na kingine kilikaliwa na mtu mweusi kama yeye. Isitoshe, mtu mzima. Viti vingine vilikaliwa na watu mbalimbali. Kwa kifupi, palijaa. Alipopepesa macho, labda atamwona yeyote anayemjua, ndipo alipopata ishara ya kuitwa kwenye meza ile ile ambayo kiti kimoja kilibaki wazi. Akaguna na kuanza kuvuta hatua. "Naweza kuketi?" akamuuliza yule aliyemwita. "Na ndio maana nimekuita," alijibu kwa sauti nzito yenye kukwaruza kidogo, kisha akakohoa kikohozi kizito sana. Alikuwa mwanaume mtu mzima. Kichwa chake kilijaa mvi chwe. Ngozi yake ya usoni ilionyesha kiwango na aina ya ulevi alionao. Danford Kimbau alimtazama mtu huyo na kutamani kumbonyeza shavu lake ili aone kama ni unene au limejaa maji. Yule mwanaume akakohoa tena, kana kwamba amepaliwa na baga aliyokuwa akila. "Sisi watu weusi lazima tujaliane wenyewe kwa wenyewe." Yule mzee akamwambia Danford, "Hii nchi ya watu. Kila kukicha weusi wanauawa na weupe bila kosa." "Bila kosa?" Danford akajikuta kalopoka swali. Ndio, bila kosa. Sikiliza." Yule mzee akakohoa tena. Ukohoaji wake ulionyesha wazi kuwa huyo mtu mzima tayari ana shida kwenye mapafu yake. "Mtu anapochoka kunyanyaswa, kufanya lolote ambalo akili yake inamtuma. Unapomuua kwa sababu hiyo, wewe ndiwe unakosa kwa sababu ulimnyanyasa, hukumpa uhuru," akaeleza. Danford Kimbau akaitika kwa kichwa. "Agiza chakula ule, Danford," yule mzee akamwambia. Danford akashituka kusikia yule mzee akilitaja jina lake. "Usiogope, mimi ndiye niliyekuandikia ile postikadi," akajieleza. "Wewe ni nani?" Dani akauliza. "Kula kwanza, tutazungumza," akajibu. Yule kijana akaagiza kahawa na biskuti kadhaa na kuendelea kula taratibu, huku mazungumzo yao yakiendelea kuhusu maisha ya Wamarekani na tamaduni zao, mwanamuziki na mengine mengi. "Mzee, nimekuja kuitika wito wako," Danford akamwambia yule mzee. Danford. Mzee Peter Kimbau, baba yako, alikuwa rafiki yangu sana. Hata ukiangalia sebuleni kwenu, kuna picha ya utoto ya baba yako amepiga na mtoto mwingine. Huyo mwingine ndiye mimi," akamweleza. Danford akabaki kashangaa, kwani hajawahi kumuona mzee huyo hata siku moja katika maisha yake. Ni kweli ukutani kwao kuna picha hiyo anayoizungumzia. Alikuwa sahihi. "Dan, unatakiwa kupeleka ujumbe nyumbani," akamwambia kwa msisitizo. "Ujumbe nyumbani?" Danford akajiuliza. Mshangao wake ukamfanya yule mzee
kupata muda wa kutafuna chakula chake.